Hello mpenzi mtazamaji wa Msa Online TV, karibu tena kwa mara nyingine kwenye kipindi changu kinachohusu masuala ya afya. Na leo nitazungumzia ugonjwa mmoja ambao hivi karibuni unasemwa sana na ambao tunatakiwa kuchukua tahadhari nao. Lakini pia kama hujasubscribe, tafadhali naomba usubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari mbalimbali, elimu mbalimbali kuhusu masuala ya afya, ujasiriamali, habari za michezo, burudani na kadhalika. Kama nilivyokuambia, leo nitazungumzia ugonjwa ambao ni hatari, unaitwa hantavirus. Huu ni ugonjwa unahusiana na panya. Hantavirus ni ugonjwa gani? Wanasema hantavirus infection. Huu ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vinavyoenezwa hasa na panya wa porini na rodents wengine. Binadamu anaweza kuambukizwa kwa kuvuta hewa yenye chembechembe za mkojo au kinyesi au mate ya panya walioambukizwa. Je, hantavirus anatibika? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza, lakini jibu ni ndio. Baadhi ya wagonjwa wanapona kabisa ikiwa watagundulika mapema na kupata huduma za haraka hospitalini. Hata hivyo, aina kali hasa hantavirus pulmonale syndromes inaweza kuwa hatari sana na inaweza kusababisha kifo kutokana na kushindwa kupumua. Kwa mtu akipata ugonjwa huu, kuna uwezekano akashindwa kupumua vizuri, kitu ambacho kinaweza kikapelekea akafariki dunia. Lakini ni dawa zipi ambazo zinaweza zikatumika? Hakuna specific dawa ambayo inaweza ikatibu ambayo iko universal mpaka sasa, yani kidunia. Lakini matibabu yanaweza kujumuisha kutokana na dalili mtu ambazo anaonyesha. Mfano, kama anashindwa kupumua, tutamwekea oxygen, lakini pia tutampeleka kama atakuwa amezidiwa sana, tutampeleka kwenye chumba cha ICU. Lakini pia kama atakuwa amepungukiwa na maji mwilini, tutamwekea maji. Lakini pia atakuwa kama figo imeathirika, tutamfanyia dialysis. Lakini pia kama atashindwa kupumua zaidi, huku tumeona tutaweka oxygen, tutaweka ventilator, hizo zitakuwa zinamsaidia. Lakini kwa baadhi ya aina za hemorrhagic fevers, Weissen's syndromes, mfano mtu anapata changamoto ya hemorrhagic fevers na dawa ya antivirus tunaweza tukatumia kuna dawa fulani inaitwa ribavirin, inaonyesha kusaidia sana katika mataifa kadhaa wanaitumia kwa mtu ambaye atakuwa amepata hiyo changamoto. Lakini pia unawezaje kuenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine? Kwa kawaida huu ugonjwa hauwezi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Aina hii ya hantavirus wanaweza kusambaa kutoka kwa rodents kwenda kwa binadamu, yani kutoka kwa huyu panya wa aina hiyo ambao anaeneza ugonjwa wa hantavirus kwenda kwa binadamu, lakini sio kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu. Lakini kuna exceptions chache ambazo nitakwambia. Mfano, aina ya Andes hunters iliwahi kuripotiwa kule Amerika ya Kusini, inaonyesha kwamba uwezo wa maambukizi kati ya watu katika mazingira maalum ya karibu sana inaweza ikatokea. Lakini maambukizi mengi yanatokana na kutoka kwa panya kwenda kwa binadamu na sio ugonjwa wa kawaida ambao unaambukiza kama mafua au COVID-19 ambao unaweza kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu. Nadhani hapo mtakuwa mmenielewa. Lakini pia, je, huu ugonjwa una chanjo? Watu wengi wamekuwa wakiuliza. Lakini jibu ni ndio. Kwa sasa hakuna chanjo iliyokubaliwa na kimataifa kwa matumizi ya kawaida duniani dhidi ya hantavirus zote. Hata hivyo, China na Korea Kusini zimewahi kutumia baadhi ya chanjo dhidi ya hantavirus kwa makundi maalum ya watu walio katika hatari kubwa, lakini chanjo hizo hazijasambazwa sana kimataifa. Lakini pia ni njia gani tunaweza tukatumia kujikinga mtu asipate?
Kitu cha kwanza kudhibiti panya, kwa sababu tumeona ugonjwa pia unaenezwa na panya. Kwa hiyo tunatakiwa tudhibiti panya, lakini pia usafi wa mazingira, mazingira yetu yawe salama, lakini tuhifadhi vyakula vizuri, tuvifunike, tusiviache wazi kwa sababu vinaweza vikadondokewa na madharia ya panya au kinyesi cha panya. Kuepuka kuvuta vumbi kwenye maeneo yenye uchafu wa panya, maana yake hapo tutatakiwa tutumie maski, kutumia gloves wakati wa kufanya usafi, na maski inaweza ikatusaidia tusipate ugonjwa. Lakini pia kuepuka maeneo yenye panya, kuepuka kugusa mkojo au kinyesi cha panya. Lakini ripoti nyingi zinaonyesha unatakiwa uripoti pia mahali ambapo wanapatikana panya wengi, ili serikali iweze kuchukua hatua zaidi. Na hizi ndio namna nzuri au ndio maelezo machache ambayo nimekupatia kuhusu namna ya huu ugonjwa wa hantavirus unavyoenea na namna ya matibabu yake na namna ya kujikinga. Ewe mpenzi mtazamaji wa Musa Online TV ambao haujaweza kusubscribe